Hello Tanzania, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel yetu ya Voice of Change. Na leo tuko na kijana mpambanaji ambaye atakwenda kukutransform kwa namna moja ama nyingine na kukupa motivation za upambanaji, na ndio maana ikaitwa Voice of Change. Your host here, Olga Machupa. Niko hapa na rafiki yangu wa karibu sana. Si mara ya kwanza kukutana naye, ni mara nyingi. Kaka huyu anapenda kupika jamani. Kaka huyu anapenda kupamba. Sijui mnanielewa? Bwana, mambo vipi? Poa sana. Ndio? Yes. Harakati zinaendaje? Tunamshukuru Mungu, zinaendelea vizuri sana. Unawaambiaje watazamaji wa Voice of Change? Nawakaribisha kwenye kipindi chetu kizuri cha Voice of Change. Naamini ni kipindi ambacho ni mahususi kabisa kwa lengo la kuwasaidia vijana. Nadhani tunapata kusikia watu mbalimbali ambao wanafanya mambo mbalimbali. Kwa namna moja ama nyingine, kuna namna ambao vijana wanapata motisha ya kuweza kusonga mbele. Yeah. Sawa. Mimi ni kusihi utufuatilie, lakini vile vile uhakikisha una subscribe channel yetu ya YouTube Voice of Change, lakini usiache kufuatilia kwenye social media mbalimbali Voice of Change, Instagram, Facebook, TikTok. Huko kote utatupata sisi. So jitambulishe jina lako ili tupate kwenda vizuri kabisa. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Lawrence Rogate Mushi, ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro hapa Moshi. Pia ninajishughulisha na shughuli mbalimbali kama ulivyosema. Watu wengi wananiita kaka mpishi kwa jina ambalo ni maarufu hapa mjini kidogo. Kwa hiyo najihusisha na mambo ya mapishi, lakini pia masuala yote yanayohusiana na sherehe, upambaji na vitu vingine kama hivyo. Okay. Tunatamani kujua kaka mpishi, hii historia ya biashara yako. Tunatamani kufahamu kwa sababu umeshatupatia hapo kwamba unaitoga kaka mpishi. Watu wengi wanakufahamu hivyo. Mzao madikodiko. Okay. Kwa historia yangu ni ndefu kidogo, but nitaifanya kuwa fupi ili tuweze kwenda na muda. Kaka mpishi imetoka mbali. I remember tangu niko O level nilikuwa ninajishughulisha na kazi za mapishi, lakini nilikuwa nafanya kama ile kibarua. Kuna vikundi vile vya watu, so nilikuwa ninaenda kule, ninafanya kazi kama kibarua. Then kwa siku labda unalipwa shilingi fulani kutokana na makubaliano ya kazi. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo nilivyomaliza form 4, lakini pia nikaja advance. Nikiwa chuo pia nikawa najihusisha na kufanya na vikundi, lakini nilivyomaliza chuo mwaka 2022 nikaona sasa ni wakati wangu wa mimi kuweza kujipambania mwenyewe. So from there ndo likaja jina hilo la kaka mpishi, na ni kaka mpishi brand. Ilikuwa kaka mpishi brand, lakini naendelea kufanya transformation. Sasa hivi inaitwa kaka mpishi Events and Catering. Kwa hiyo sasa hivi ndo niko najipambania sasa kusimama mwenyewe kama Lawrence, kama kaka mpishi, ili niweze kufanya shughuli zangu na kuhakikisha kwamba najenga brand yangu inaweza kukua kwa namna moja ama nyingine. Lawrence au kaka mpishi, wanasemanga kwamba wanaume wanapikaga sana, wanapikaga vizuri kushinda wanawake. Ili kwanza likoje? Of course. Kwa sasa hivi ukiangalia sana, watu wengi wanaotoa huduma ya chakula ama watu wengi ambao wanafanya kazi za catering, most of them ni wanaume. Lakini pia katika watu ambao tunafanya nao kazi, kwa mfano mimi huwa ninakuwa na watu ambao ninaenda nao kazini, watu wengi ni wanaume. Unaona? Idadi kubwa watu ambao naenda nao ni wanaume, kwa sababu kwa mfano kwa upande wa choma hawezi kumchukua mwanamke. Kwa upande wa ila hiyo umenishangaza, maana wanawake hatuwezi kuchoma nyama. Sasa mostly hatuwezi kweli. Mostly watu wengine hawawezi, ila kuna ambao wanaweza, ila sasa kuhimili ule moto wanawake hawawezi. Kwa hiyo unakuta ni wanaume. Pia kuna kama unasikia swala la shaba. Kuna shaba ile kupika shaba, pilau lile la shaba, ile shaba. Nimekupata. Ile pilau la shaba, watu ambao wanaweza wakakontrol uzito ile sufuria ni wanaume pia. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo wanafanya, kukata matunda na nini. So most wanaume wamekuwa more talented, na pia wamekuwa na vipaji vingi katika swala la nini, la jikoni.
Sawa sawa. Sasa tuambie kupitia biashara yako hii ya ujasiriamali, kaka mpishi, yani chachu au ulipata wapi hasa mpaka ukasema hii biashara inakufaa? Mimi naweza kusema kwamba ninapenda, ni kitu ambacho kwa mfano kuna mtu anaweza kaniuliza umesomea wapi hichi kitu au umejifunzia wapi. Mimi ninachokifanya, yani sijapata ile nafasi ya kwamba nimekaa darasani nikasoma kwamba nimesomea mapishi au nimesomea sijui upambaji, hapana. Yani naweza nikasema ni vitu ambavyo viko ndani, vinatokea tu automatically. Okay. Kwa nilijikuta ninapenda kufanya hivyo vitu, napenda design ya mwisho wa siku nikajikuta nimeangukia kwenye hizo issue za mapambo, lakini pia issue za nini, za mapishi. Ingawa mostly napenda nikiangalia kitu kwa mfano mtandaoni na kifanyia practice. Okay. Yeah. Kwa vitu vingi pia nimekuwa baada ya kujua ya kufahamu kwamba sasa ninaweza kufanya hichi kitu. Kwa nimekuwa nikipitia mitandaoni, TikTok huko naangalia wale ma content creator wanavyofanya na nini. So nakuwa na ideas. Hapo ndipo naweza nikasema nimejifunza, lakini sio ile kukaa darasani. Mimi nimesoma kitu kingine kabisa, so mapishi. Ila mapishi ni naweza nikasema ni passion, ni talent. Ndio. Kwa nasemaga hiyo ni kipaji ambacho Mungu amenipa kuweza kufanya hivyo vitu vingine ninavyovifanya. Sawa sawa, Lawrence. Lakini vile vile wazo la biashara yako ulilipata wapi? Kwa sababu mwanzo kwa nasema tu yani ilikuwa unafanya kibarua, uko unaenda mahali na kipindi hicho wakati unasoma. Sasa ile kwanza kabisa kwamba mimi na hili wazo na hii talent ya kuwa mfanya biashara kampuni yako. Okay. Naweza nikasema wazo la kufanya ambacho nafanya au kuanzisha brand ya Mpishi ni kwamba niliona sasa imefika muda, kwa sababu unaona kila mtu kuna wakati, hata mtoto kuna muda akikaa nyumbani anachoka kukaa nyumbani, mwisho wa siku anaamua kuondoka kwenda kufanyaje, kujitegemea. So niliona kwamba nina uwezo, kwa nini nifanye tu kazi kwa mtu au nifanye hiyo day worker? Na uwezo na mimi wa kufanya kazi zangu, yani kwa sababu mimi pia nina uwezo wa kuongea, nina watu, so nina uwezo wa kupata kazi, na uwezo wa kutafuta kazi, na uwezo wa kupatania kazi, lakini pia nina uwezo wa kusimamia nini, kazi. Kwa from there ndo nikasema basi kuanzia hapa nitaanzisha hivi, nitaendelea kupambana kwa ajili ya kukuza brand, kwa sababu pia it need a lot of money. Ya mtaji unachukua na mtaji mkubwa sana. Kwa hiyo tunaanza kidogo kidogo, unaweza kupata kazi, unaenda na kodisha vitu, naenda kufanya kazi. Ni wewe tu sasa kuangalia pale kwamba uwe na ufahamu mzuri wa mahesabu, kwamba nikichukua vyombo, nikifanya hivi, nikilipa watu, at least naona bakiwa na chochote kitu kwa ajili ya kuongeza pia mtaji, lakini kwa ajili ya kusogeza kwenye maisha yako ya kawaida. Okay. Kwa niliona nina uwezo, nina nguvu, lakini pia ni matamani wangu kwamba siku moja niwe sehemu fulani katika hii tasnia ya mapishi na upambaji. Kupitia biashara hii labda inalipa kwa namna moja ama nyingine? Of course inalipa. Kwanza sije mmemwelewa hiyo expression yake. Mimi niongee of course inalipa. Ni swala la kuwa na uelewa tu na kuwa na mahesabu. Yaani kikubwa, kwa sababu tunachofanya tunachukua tenda. Mimi unaweza kaniambia la kaka Mpishi, nataka unipikie na watu 300. Kwa mimi natakiwa nikae chini kabla sijaja kwako kukuambia kwamba gharama ya kupikia watu 300 ni shilingi ngapi, ili niweze kufanya mchanganuo wangu wa kila kitu. Kwa ule uelewa wako wa kuchanganua mahesabu katika kazi ndio ambao utakusaidia kuweza kupata faida ama kupata nini, hasara. Unaweza kupatania kazi juu mwisho wa siku ikakupiga. Lakini pia unaweza kupatania kazi umetuliza akili, ukaongea na mteja vizuri, ukamuelewesha, ukamfanyia mteja kitu kizuri bila complain, kwa sababu kuna mahali pia unaweza kuona kazi ina faida, lakini ukafika kazini umefanya kazi ya watu, vitu vikaenda ndivyo sivyo, yule mtu asikumalizie hela yako. Kwa hiyo unakuwa hapo hujapata nini? Hujapata faida. Kwa hiyo kinachotakiwa katika kupata faida ipo, lakini unatakiwa umeconcentrate, unatumia akili na pia unatumia mahesabu kujua mchanganuo wa kila kitu. Sawa sawa. Na hii ni Voice of Changes, bado tuko na kaka Mpishi all the way kutoka Kilimanjaro. Tumepoa pande fulani hivi za Mbokom. Kumbe Mbokom bana kuna balaa lake. Anyway, tuachane na hayo, lakini tunaendelea kupitia show yako hii. Yes,
My name is Olga Machupa, niko hapa kupitia Voice of Changes na tuko na kaka Mpishi. So kupitia biashara yako unaweza kutuambia ni changamoto gani ambazo umekumbana nazo na ukaweza kupambana nazo mwisho wa siku mpaka tunaona kaka Mpishi is a brand, kaka Mpishi na pepea unapika katika ma event mbalimbali. Kwa upande wa changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi sana. Kwa mfano, moja ya changamoto kubwa ambayo inatokea sio katika swala la chakula, tuseme, unaweza ukawa umekubaliana na mteja, mmepeana labda idadi ya watu, labda ni harusi na nini. Lakini mwisho wa siku unafika muda wa shughuli, unakutana na watu, yani wewe umeambia watu 200 lakini unakuja kukuta ukumbi umejaa watu 300 au 350. Kwa pale kama mpishi unatakiwa angalie, usijaribie, lakini pia wale wenye sherehe na uhakikishe kwamba hawaharibiani sherehe, isionekane kwamba hii sherehe bana ilikuwa iko hivi haina chakula na nini. So nimekuwa nikikutana na changamoto nyingi sana kama hizo za idadi ya watu kuzidi au wateja kuzidisha idadi ya watu wao. So kama mpishi inabidi hapo uwe na akili ya ziada ya haraka ya kuweza kuhakikisha kwamba kutokana na ile budget ambayo ulikuwa nao unaweza kuicontrol, kuhakikisha kwamba kila mtu anafanyaje, kila mtu anaipata. Au kila mtu ambaye amefika labda kama ni shughuli anaridhika na mteja pia naye anafanyaje, anaridhika. Lakini changamoto nyingine pia ni swala la mtaji. Kwa sababu mimi pia bado ninajitafuta. So kwamba ni yule mtu ambaye nimeweza kusimama kwamba kwa 100% sasa kaka Mpishi. Hapana, ni mtu ambaye niko kwenye process bado za kuendelea kuhakikisha ninajikuza na ninajiongeza kila siku. Kwa hiyo kuna swala la kwenda kuwazima baadhi ya vyombo kwa sababu sio vyote ninavyo na nini. Kwa hivyo kuna changamoto kama hizo. Sawa.